Shughuli njema za kusherekea siku ya mwanamke duniani. Ndugu zangu, wiki ya wanawake duniani kwa kweli ambayo ilianza mapema tangu tarehe 1 mpaka leo tarehe 8 imefana sana kwa mijadala mbalimbali, ikiwemo mambo ya haki sawa, mijadala ya unyanyasaji wa kijinsia, upatikanaji wa fursa za uongozi. Sasa kwa kuwa mwaka huu ni wa uchaguzi, na bahati nzuri nimewasikia viongozi mbalimbali wakitoa salamu hapa na kusisitiza swala la uchaguzi. Nichukue nafasi hii kukipongeza sana Chama cha Mapinduzi kupitia mkutano mkuu wake uliofanyika Dodoma tarehe 18 na 19 mwezi Januari mwaka huu 2025, ambapo pamoja na mambo mengine kilimteua Daktari Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, kuwa mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika uchaguzi ujao wa mwaka 2025. Lakini pia mkutano ule ulithibitisha mapendekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan ya kumpendekeza mbele ya mkutano mkuu Dr. Emmanuel John Nchimbi kuwa mgombea mwenza, na mkutano mkuu ukathibitisha na ukabariki sana. Hongera sana mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Pamoja na kupongeza mkutano, na wapongeza sana watu walioteuliwa Daktari Samia Suluhu Hassan na Daktari Emmanuel John Nchimbi kuwa mgombea mwenza. Ndugu mgeni rasmi, wakati tunaelekea kwenye huu uchaguzi, wanawake tumewasikia kipindi chote cha wiki ya wanawake duniani. Mijadala ile ilisema haki za wanawake, kupata fursa za uongozi, na ni kweli. Lakini mimi nasema mara nyingi adui wa mwanamke, zamani tulikuwa nasema ni mwanamke mwenyewe, lakini kwa sasa adui wa mwanamke sio mwanamke mwenyewe. Wanawake mpo vizuri sana na mnazipigania hizi fursa, bali mimi ninachojua adui wa mwanamke ni yule anayemnyima fursa mwanamke. CCM oye! Wanawake oye! Adui wa mwanamke ni yule anayemnyima fursa mwanamke. Sasa anayemnyima fursa mwanamke, haijalishi ni mwanaume au ni mwanamke, lakini yoyote anayemnyima fursa za uongozi mwanamke, huyo ndio adui wa mwanamke. Sasa sisi kupitia shughuli hii ya leo tuna uwezo wa kutafakari, wewe kama mwanamke, adui yako ni nani? Yule anayekunyima fursa za uongozi ni mwanaume au ni mwanamke? Kwa sababu wakati fulani, Mheshimiwa mgeni rasmi, nilikuwa nasema anayemnyima fursa mwanamke, adui ya mwanamke ni sheria, taratibu, miongozo. Lakini serikali ya awamu ya 6 ya Daktari Samia Suluhu Hassan imeboresha sana. Sheria mbalimbali zimerekebishwa, miongozo imetengenezwa. Kwa hiyo wanawake mnayo fursa kubwa. Kwa hiyo mimi ninachoweza kusema ni lazima tupambane. Mwanamke lazima apambane, hakikishe hizi haki, hizi fursa tunazipata. Sasa kutokana na hilo, Mheshimiwa mgeni rasmi, mwaka huu ni wa uchaguzi. Wanawake mnazo fursa za kugombea nafasi mbalimbali ili muweze kuingia kwenye vyombo vya maamuzi, na niwahakikishie kwenye fursa nzuri zaidi, ndugu wanawake, ni kupitia CCM. Sijui mmenielewa vizuri. Kwenye fursa nzuri na ambayo mnaweza mkaenjoy ni kupitia Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo tunawakaribisheni sana. Nafasi zipo mwaka huu, na mwaka jana mlifanya vizuri.
wanawake wengi walijitokeza kugombea nafasi mbalimbali za uongozi wa serikali za mitaa, kwenye vijiji, vitongoji na mitaa, na wale wajumbe wanawake mlijitokeza. Lakini safari hii mjitokeze zaidi. Sisi mkoa wetu wa Ruvuma, ndugu mgeni rasmi, tuna kata 173. Tuna majimbo 9 ya uchaguzi. Tuna nafasi 2 za wanawake, pengine inaweza ikawa zaidi ya 2 katika mkoa wetu. Sasa hizo nafasi za kata 173, wanawake mnakosaje? Sijui umeelewa vizuri ndugu zangu. Wanawake mpo? Kata 173 zinahitaji wanawake wakagombee nafasi hizo za udiwani wa kata. Kwa hiyo mnakaribishwa sana, na sisi kama viongozi wa chama, ukiwa mwanamke umegombea nafasi ile, tutaweka kipaumbele kuangalia sifa na vigezo namba 1, au sio ndugu zangu? Kwa hiyo nyinyi wanawake, nendeni mkagombee nafasi. Lakini bado tunayo majimbo yako 9. Yote haya hakuna aliyokatazwa mwanamke kugombea. Ndani ya Chama cha Mapinduzi tunakaribisha hizo fursa, lakini adui wa mwanamke ni yule anayenyima fursa. Sasa inawezekana wanawake wengine kwenye kata kule wapo zaidi ya vipindi kadhaa hawataki kuwapisha wenzao. Sasa huyo ni adui wa mwanamke mwenzake. Kwa hiyo mjitathmini mliko huko, kwa sababu kiukweli mgeni rasmi, wanaume tuko wachache. Kwa hiyo mheshimiwa mbunge au diwani anaweza kukaa vipindi zaidi. Sasa tuko wachache, wanawake mko wengi. Sasa kama mko wengi, pasianeni nafasi. Sasa unakaa alafu unasema tunanyimwa fursa. Bora mwenzio anakunyima fursa hapa kwenye kata. Viti maalum miaka 20 anakunyima nafasi wewe. Wanawake wewe, lazima tuseme, tuwakumbushe. Sasa wewe ukishatumikia huku kwenye kata, kwenye viti maalum, nenda kwenye kata. Ukishatumikia kwenye kata, nenda sehemu nyingine, kwa sababu wanawake ni wengi. Peaneni nafasi. Alafu mnaanza sema mnanyima fursa, kumbe nafasi mnajinyima wenyewe. Na wabunge hivyo hivyo. Unakaa miaka 20 alafu unampishi mwanamke mwenzio. Sasa simpishe, si nafasi chache. Siku ya wanawake wewe mgeni rasmi, mimi nilikuwa nasema adui ya mwanamke ni yule anayemnyima na fursa mwanamke mwenzake, sio mwanaume. Adui ya mwanamke sio mwanaume. Adui ya mwanamke sio sheria. Sheria ziko wazi, kanuni ziko wazi, lakini adui wa mwanamke ni yule anayemnyima fursa mwanamke mwenzake. Hayo mimi nadhani kwa leo nilidhani niyaseme, kwa sababu tunafika mahala tukikaa mtaani tunalaumiana, lakini hizi fursa mnazo nyinyi wanawake, tena nyinyi ndio mlio wengi. Leo hapa mesheheni wanawake, mependeza, na uwezo wa kuchukua nafasi mbalimbali. Sisi wanaume tunasema tuko wachache. Hata tukikaa muda mrefu kwenye uongozi tuko wachache, ninyi mko wengi. Baada ya hayo naweza kutathmini maelezo haya. Sijamlenga mtu, nimelenga fursa za wanawake. Baada ya hapo nakushukuru sana mgeni.